Praise God, praise Jesus Christ. Tada! It's been a long time hatujafanya Bible study. So, naomba nishare na wewe nilichojifunza kabla mwaka haujaisha. Tumebakiza siku 9 kama sio siku 8 to end 2025. Nataka uingie 2026 ukijua kitu kimoja tu ambacho kita blow your mind. It's called a renewal of your mind. Let's dive in. Nature moja ya Mungu ambao unatakiwa kuifahamu ni kwamba Mungu anaweza actually Mungu anaweza akawa anaendelea kukuponya. I mean, God can keep healing you. Huku akiwa anaendelea kutumia wewe kuwaponya watu wengine. Yani, God can keep using you, healing other people while he heals you. Sijui kama unanielewa. So, hiyo ni one of the nature ya Mungu ambayo most of the time inakuwaga ni ngumu sana kuielewa, lakini as we all know kwamba neno la Mungu linasema kwamba maana akili zake ni yani actually linasema kwamba maana mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo yetu sisi, na njia zake huwa hazichunguziki. So nitaenda explain further ni kwa jinsi gani ambavyo mimi nimekuja kujifunza Mungu anawezaje kuniponya mimi japokuwa nimeumizwa au ni mgonjwa. Nikimaanisha kuponywa sio kwamba ni wagonjwa ambao wako mahututi hospitali, hapana. Ninaongelea the inner healing, kwamba mtu unaweza kuwa umeumizwa whether na jambo lolote, mazingira, community, mtu, watu, mahusiano. So Mungu anaweza akaendelea kukutumia wewe kuwaponya watu wengine na huku yeye anakuponya. Kitu kimoja ambacho naweza pia nikakukumbusha ni kwamba neema huwa haisubiriagi ukamilifu. Yani ninamaanisha kwamba grace doesn't wait for perfection, kwamba uwe perfect and then ile grace ndio ianze kuwa pured in you so that iweze kufanya kazi. No. Lakini Mungu anaweza akawa anaendelea kufanya kazi ndani yako na kupitia wewe akaendelea kukutumia wewe kama chombo cha kufanya kazi kwenye maisha ya watu wengine. Kama unaweza ukakumbuka kwamba katika kitabu cha Wafilipi 1:16 inasema kwamba, kama sijakosea ni 1:16 au 1:6, inasema he who began a good work in you, he will bring it into a completion. Yani yeye aliyeanzisha ile kazi iliyo njema ndani yako ataitimiliza. Nenda kasome. Maumivu yako hayakudisqualify katika utendaji kazi wa Mungu au utendaji kazi wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako, ila hayo maumivu yako ndio yanakuwa ni center ya Mungu kuflow his power, his wisdom, his healing. Na ndio maana nikakwambia kwamba grace doesn't wait for the perfection. Kwa hiyo usishangae sana uko huko kwenye maumivu, uko huko kwenye hali ambayo uko so low, like battery low, and then unashangaa unatumika wewe kuponya watu wengine, kwamba you solve their problem, you solve their issues. Yani kuna vitu ambavyo vinakuwa vinafanyika ambavyo unavyoendelea kuvifanya kwa watu wengine, wanapokea msaada kutoka kwako, wanapokea uponyaji, wenda the way unavyoongea, wenda the way unavyo wasikiliza. Yani kuna somehow you bring healing into their lives. Don't be surprised, because through that Mungu anaendelea kukuponya kupitia hiyo njia. Kupitia hiyo njia Mungu anaendelea ku write your story. We all know there is no glory without a story. Kwa hiyo ili uje uwe na story to tell, ni lazima go through this. And we all know kwamba ukiongezea katika hiyo Wafilipi 1:6 nadhani kuna neno lingine ambalo linasema kwamba matunda ya Roho, peace, gentleness. Sasa hapo kwenye long suffering hapo, there is where nishaongelea masuala ya tunda la Roho. Unaweza ukapita kwenye video zangu zingine ukascroll ukakutana na nilizungumzia swala la tunda la Roho. Hapo kwenye long suffering hapo, there is where God will use you, my friend, to heal others. Kwa kama ulishakuaga na maswali kwamba inakuaje hivi, yani inakuaje, yani kwamba mimi hapa kuna watu they are getting better, wanakuja na matatizo yao na ya solve, au mimi nimebaki pale pale. I want to tell you this. Mungu anakutumia wewe kukamilisha kazi yake, na kupitia wewe kukamilisha ile kazi yake, kazi iliyoko ndani yako kwa ajili ya watu wake.
You yourself unaendelea kupona. You yourself, you are writing your own story. Wacha nikushtue. Let me shock you again. Maumivu yako Mungu anaweza akayatumia yakawa ni mlango wa uponyaji kwa mtu mwingine. Nasema your pain can be a doorway to someone's healing. Ulishawahi kukaa chini ukaanza kufikiria hivi, ni kwa nini mimi I'm going through a lot, kuna vitu ambavyo navipitia, lakini kuna wengine wanakuja wakiwa na issues zao, ninawashauri, labda ninawatia moyo, unawapa maneno ya faraja, wana move on. Na sio kwamba wana move on wamepretend, ni kwamba wana move on kwamba they are okay. Yani after kuongea na wewe they are just fine. Ulishawahi kujiuliza how does it work? Yani kwamba wenzako wanakuja, wewe unafanyika kuwa uponyaji kwao, lakini wewe mambo yako bado yamestuck. Umeumia wewe. Yani you are like, sasa mbona watu wanapona mimi bado? Why am I holding to this? Let me tell you one thing. The more unaitimiliza ile kazi iliyo njema ndani yako kwa ajili ya watu wa Mungu, the more you keep healed. The more unapokea uponyaji. So God is working the whole time. The whole time unakuja ku realize like God was working. Finally nimepona. Finally yale maumivu yameenda wapi? Ule uchungu umeenda wapi? Yaani kumbe haya yote sio kwamba tunayafanya kwa sisi wenyewe. Neno la Mungu linasema kwamba kuna nguvu inayotuwezesha sisi kufanya haya yote. So the Bible says kwamba mkiwezeshwa kwa nguvu zote sawasawa na uweza wa utukufu wake, huku mkistahimili, mpate kuvumilia kwa saburi na ustahimilivu na furaha. See that? It is not only by your mind, professionalism, sijui mimi ni professional, sijui psychologist, hakuna kitu kama hicho. There is power within us ambayo imewekwa ndani yetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. It is only by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Spirit, ambaye anayeweza kutuwezesha sisi kuyafanya au kuitimiliza ile kazi iliyo njema ndani yetu. Itoshe tu kusema kwamba akili za Mungu hazichunguziki. So what is the takeaway ya 2025 to 2026 is this one. God will keep using you. God will keep using you over and over again. Na maumivu yako na disappointment zako atakutumia ili uweze ku bring healing to other people. Mungu ataendelea kukutumia wewe ili uweze kuwaponya watu wengi. So stay humble and be ready kutumika na Mungu kuwaponya watu wengine. Just keep yourself in the position that you can be used by God to heal other people's pain. So stay blessed and Happy New Year and Merry Christmas in advance.